kulitimiza kusudi la Mungu la kutufanya vyombo vya ibada, ni muhimu tuishi maisha mazuri ya mafanikio hapa duniani mpaka na kule mbinguni. Yesu Kristo asifiwe. Ili tuweze kutimiza kusudi la Mungu la kutufanya vyombo vya ibada, ni muhimu tuishi maisha mazuri ya mafanikio hapa duniani na kisha uzima wa milele. Kwa mtu aliyefanikiwa analisogelea kusudi la Mungu. Kuzungumza baraka si dhambi. Dhambi ni kuacha kuzungumza, kuziacha dhambi hapo unazungumza mafanikio. Unakuta yaani mtu hajaacha uovu hapo anataka aombewe abarikiwe, aendeshe gari, sio anataka kumiliki ndege, sio anataka aeroplane, sio anataka meli. Hata nikwambie hivyo vitu ni vya nyuma baada ya mtu kumjua Mungu. Jamani, haleluya. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, alafu na mengine mnafanyaje? Mnazidishiwa. Yaani hivyo vyote unavyoona ni ziada, lakini Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waraka wa 3 wa Yohana. Nashukuru niko hapa sijatoka. Waraka 3 wa Yohana mlango ule wa kwanza mstari wa 2 anasema hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kushuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Haleluya. Pigia Yesu makofi mtu wa Bwana. Sikiliza nikwambie, ni furaha hata mchungaji kuchunga watu waliobarikiwa. Ni furaha hata baba kuona watoto wake wanaendesha magari. Lakini sikia nikwambie, waraka unaandika unasema, aliposikia unaishi maisha matakatifu. Sikia nikwambie, gari aliko mbele ya maisha matakatifu. Haina utakatifu uko mbele ya gari. Ongeza makofi kwa Yesu.